Zile silaha za kiroho unazozifahamu kutokea kwenye maandiko, issue yake kubwa ni kwa ajili ya kalenda za kiroho. Labda nazungumza kuna aina mbili ya silaha za kiroho ambazo nitazisema leo hapa. Aina ya kwanza ni silaha za kuvaa na aina ya pili ni silaha za kutoa. Ukisoma kwenye maandiko utagundua ya kwamba kuna aina mbili ya silaha za kiroho. Aina ya kwanza ni silaha za kuvaa, alafu aina ya pili ni silaha za kutoa. Silaha za kuvaa ni silaha ambazo mtu anavaa. Kwa mfano chepeo ya wokovu, kwa mfano viatu kwa ajili ya utayari, kwa mfano yale mavazi ya kivita ni mtu anakuwa amevaa. Lakini kuna silaha za kutoa, za kubeba. Askari anapokuwa anaenda vitani, kuna silaha anazovaa na silaha anazobeba. Ile silaha inaitwa bulletproof, anavaa. Lile likofia, li elementi lile, lichepeo la wokovu lile likofia lile, anavaa. Mavazi anavaa, ni silaha bado kwenye eneo la vita. Pia kuna viatu. Viatu pia ni silaha kwenye vita, pia anavaa. Kwa kuna silaha ambazo anavaa. Lakini kuna silaha ambazo anatoa, anabeba. Zile magazine, bunduki anatoa, mkuki anatoa, ngao anatoa. Na mara nyingi sana silaha karibia zote, labda kasoro moja, za kuvaa ni kwa ajili ya kujilinda. Silaha karibia zote za kuvaa ni kwa ajili ya kujilinda. Karibia zote, kasoro labda moja tu. Na silaha karibia zote za kutoa, za kubeba ni kwa ajili ya kushambulia. Kwa hiyo kwa maneno mengine unaweza kusema silaha za kuvaa ni kwa ajili ya ulinzi, labda kasoro silaha moja tu. Lakini silaha za kutoa ni kwa ajili ya kushambulia, labda kasoro ile ngao ya imani. Ngao ni silaha inayotwaliwa. Ni silaha inayotwaliwa, inayobebwa, lakini haivaliwi, lakini sio silaha ya kushambulia, ni silaha ya kujilinda. Kwa maana utakuja kugundua ya kwamba 99% ya silaha zote za kuvaa ni kwa ajili ya ulinzi, na 99% silaha zote za kutoa ni kwa ajili ya kushambulia. Kitabu kile cha Waefeso sura ya 6. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Waefeso sura ya 6 mstari ule wa kwanza. Waefeso sura ya 6 mstari wa kwanza, maandiko yanasema hivi: vaeni silaha zote. Vaeni silaha zote. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuzipinga hila za shetani. Nitaka uone hilo neno, vaeni silaha zote. Vaeni silaha zote. Maana yake ni kwamba kuna silaha za kuvaa. Mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho.
Alafu mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Twaeni silaha zote za Mungu. Mstari wa 11 amesema vaeni silaha zote za Mungu. Mstari wa 11, mstari ule wa 11 amesema vaeni silaha zote za Mungu. Vaeni silaha zote za Mungu. Halafu mstari wa 13. Mstari ule wa 13 anasema, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Kwa hiyo hapa kuna kutwaa silaha, lakini pia kuna kuvaa silaha. Tunaona hayo mambo mawili hapo kwenye hii mistari. Kuna kutwaa silaha, lakini pia kuna kuvaa silaha. Silaha za kuvaa ni kwa ajili ya ulinzi. 99% silaha za kuvaa ni kwa ajili ya ulinzi. Silaha za kutwaa, ukiondoa ngao ya imani, ni za kushambulia. Sasa nataka niseme hivi, silaha zote ambazo Mungu ametupa za kutumia kwenye maisha yetu ya kiimani ni kwa ajili ya kalenda ya kichawi. Silaha ambazo Mungu ametupa, silaha ambazo Mungu aliyeziumba mbingu na nchi ametuzawadia, ni kwa ajili ya kushughulika na kalenda za kichawi. Ule mstari wa 13, nataka uone jambo hapo. Ule mstari wa 13 anasema hivi, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Kwa hiyo tumepewa silaha zote za Mungu kwa ajili ya lengo moja, tuweze kushinda kwenye kitu kinachoitwa siku ya uovu. Kwenye kalenda ya kichawi, kwenye kalenda ya kiganga, kuna siku ya uovu. Ndio ile tuliona jana, siku ya ubaya. Siku ambayo mtu anapatwa na baya. Siku ambayo mtu anapatwa na janga. Siku ambayo mtu mimba yake inaharibika. Siku ambayo mtu anakabwa usiku. Siku ambayo mtu anarogwa kifafa. Siku ambayo mtu anarogwa degedege. Siku ambayo mtu anarogwa anaenda kupata ajali. Ile siku inaitwa siku ya uovu. Siku ya kupatwa na maovu. Siku ya kupatwa na uovu. Sasa Mungu ametupa silaha zote za kiroho. Anataka tushindane kwa ajili ya hiyo siku. Kwa hiyo huwezi kupuuza kalenda ya kichawi. Kama Mungu anaweza akatoa damu ya Yesu
akatoa neno lake, akatoa imani, akatoa wokovu, akatoa viatu vya utayari katika miguu, kwa maana ya viatu vya akatoa silaha zote hizo ili tushughulikie kalenda ya kichawi. Alafu mimi na wewe tukapuuza jambo kama hili. Tutaonekana ni watu wa ajabu sana ambao Mungu ameingia gharama kutupa silaha ili tu tukashindane na kalenda ya kichawi. Alafu mimi na wewe tupuuze kalenda ya kichawi. Tutakuwa ni watu wa ajabu sana. Twaeni silaha zote za Mungu mpate kushindana siku ya uovu. Tupate kushindana siku ya uovu. Nataka uone jambo hili na ufahamu jambo hili ya kwamba tuna kazi kubwa ya kushindana kwenye siku ya uovu. Sasa bahati mbaya sana, siku za uovu waga ziko mwishoni mwa mwaka, nyingi sana. Kwenye kalenda ya kichawi ubaya huwa unasoma sana, mara nyingi waga ni mwishoni mwa mwaka. Mwezi wa 10, 11, 12. Matukio mabaya kwenye maisha ya watu yanatokea mwezi wa 10, 11, 12. Ndio maana na sisi imetupasa sasa kuritia jina la Bwana ndani ya mwezi huu wa 10, 11. Okay. Nilitaka uone hili jambo kwamba tupo na silaha zote za kiroho. Tupo na silaha zote za Mungu ili tutushindane na kalenda ya kichawi. Kitabu kile cha Esther sura ya 3. Alafu baada ya hapo tuingie kwenye maombi. Esther sura ile ya 3. Kitabu kile cha Esther sura ile ya 3. Kitabu kile cha Esther sura ile ya 3. Mstari ule wa 7. Esther sura ya 3 mstari ule wa 7. Esther sura ya 3 na ule mstari wa 7. Kitabu cha Esther sura ya 3 na ule mstari wa 7. Nataka uone hapo. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani, mwaka wa 12 wa mfalme Ahasuero. Wakapiga puri. Nataka uone hilo neno, wakapiga puri. Yaani kula mbele yake Hamani, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Wakapiga puri. Hamani, huo mstari usiutoe hapo, labda uweke pembeni kidogo. Hamani amechoshwa na Wayahudi. Hamani hawapendi Wayahudi. Hamani ana chuki na Wayahudi.
Hamani akiwaona Wayahudi moyo wake unajaa. Hamani anawachukia Wayahudi chuki. Hamani hapendi kusikia habari za Wayahudi, angependa wafe. Kashaenda kwa mfalme, kapewa kibali aende kuangamiza Wayahudi. Lakini Hamani haendi moja kwa moja kuangamiza Wayahudi. Anaita waganga, anaita wachawi, anaita wasihiri ili waje wapige puri. Kupiga puri maana yake ni kupiga kula ya kichawi. Kupiga puri maana yake ni kupiga ramuri. Ukisikia mtu ameenda kupiga puri, maana yake ameenda kupiga ramuri. Na njia zinazotumika kupiga ramuri za kichawi zinajulikana. Ama ni shilingi za zamani wanarusha juu anasoma, au ni mifupa ya wanyama wanaichekecha anairusha juu kidondoka chini anasoma, au ni magamba ya konokono anayachekecha anayarusha juu akitoa chini anasoma. Wanapiga puli, wanapiga ramli. Wale wachawi wakaanza kupiga puri, wakaanza kupiga kula ya kichawi. Wakaanza kutafuta kwenye tangu mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 Wayahudi wanaweza kuuawa siku gani. Biblia inasema wakapiga puri, yani kula mbele ya Hamani, siku kwa siku na mwezi kwa mwezi, hata mwezi wa 12 ndio mwezi wa Adari. Wachawi wa Hamani wanamwambia Hamani, hata kama hawa watu huwapendi kiasi gani, huwezi kuwaua siku yoyote. Hata kama hawa watu na wachukia kiasi gani, huwezi kuwavamia siku yoyote. Ni kweli huu ni mwezi wa Nisani, lakini lazima tuchekeche matunguri. Lazima tupige lamli, tujue tangu Januari mpaka Disemba ni siku gani ambayo hawa watu wanaweza kuuawa. Maandiko yanasema wakapiga puri. Maana yake wakafanya ramuri, siku kwa siku, mwezi kwa mwezi, hata mwaka kwa mwaka. Sasa hebu ona siku aliyoipata ambayo inafaa kuwaua Wayahudi. Hebu ona siku aliyoipata ambayo inafaa kuwaua Wayahudi. Mstari ule wa 13. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Mstari wa 13. Ule mstari wa 13. Barua zikapelekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme, kuangamiza Wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee, watoto wachanga na wanawake pia, siku moja. 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 Yani siku ya 13 ya mwezi wa 12 ndiyo mwezi wa Adari, na kuyachukua mali yao kuwa nyara. Siku moja. Siku moja. Siku moja. Yani siku ya 13. 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 Siku ya 13 ya mwezi wa 12, yani mwezi wa Adari. Imepigwa ramuri kutokea Januari mpaka Disemba. Tarehe iliyotiki, tarehe iliyokubali kwenye rada za kichawi ni tarehe 13 Disemba. Kutokea Januari
Mwezi wa kwanza umegoma wote. Mwezi wa pili hakuna, kwenye kalenda ya kichawi hakuna. Mwezi wa tatu, mwezi wa 4, mwezi wa 5, mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11 vimekataa. Mwezi wa 12 vimegoma. Lakini tarehe 13 ikaonyesha green kwamba kama unataka kuwaua Wayahudi, kalenda ya kichawi inasoma tarehe 13. Kama unataka kuwaloga Wayahudi, Hamani, unataka kuchukua mali zao, Hamani, ni tarehe 13 ya mwezi wa 12. Na hapa niseme mambo ambayo nishawahi kuyasema. Ndio maana duniani kote namba 13 ni namba ya mkosi. Watu wanaamini hivyo. Duniani kote watu wanaamini namba 13. Utaingia Google search, wanaamini namba 13 ni namba ya mkosi. Na ndio maana Marekani, waliowahi kukaa Marekani kama mimi, waliowahi kufika Marekani kama mimi, tuko wachache. Siwezi kufika Marekani na watani yetu. Marekani, kama kuna mtu hapo yuko Marekani hapa atathibitisha kinachokiongea. Marekani hakunaga gorofa namba 13. Gorofa za Marekani ni namba 12 inaruka inaenda namba 14. Ukienda Marekani, gorofa za Marekani hakuna gorofa namba 13. Ukienda Marekani hakuna gorofa namba 13, kwa sababu tangu siku hii kwa Wayahudi namba 13, tarehe 13 mwezi wa 12 ilihesabika kama namba ya mkosi, kama ni siku ya uovu. Kwa hiyo kama umezaliwa tarehe 13 unahitaji maombi. Marekani hakuna gorofa namba 13. Aliyoko Marekani anaweza akatukomentia hapa akasema. Lakini pia ndege nyingi siku kipanda ya Tanzania, tafuta seat namba 13. Siku kipata nafasi ya kupanda ya Tanzania, tafuta seat namba 13 kwenye ndege mle, haimo. Ni namba 12, baada ya 12 ni namba 14. Kwenye ya Tanzania hakuna seat namba 13. Hamna. Ndege za kimataifa, ndege zote za kimataifa hakunaga seat namba 13. Hakunaga namba 13. Okay. Kwenye wacheza mpira, kwenye wachezaji wa mpira hakunaga namba jezi namba 13. Ukimpata mchezaji nimepata mtu rafiki yangu mtumishi wa Mungu Mwakasi wa kutoka Marekani. Amesema ni true kuhusu Marekani. Hakunaga gorofa namba 13. Haipo. Huyu ni mtu kutoka Marekani, mtumishi wa Mungu Margareti. Asante sana kwa kuthibitisha hilo. Wale wanaocheza watu wa mpira, niletee mchezaji uliwahi kumuona amevaa jezi namba 13. Kuna 10,000 yako hapa. Sasa wale wasiojua mpira utasikia na kwambia mpira, jezi za mpira mwisho namba 11. Jezi za mpira mpaka kuna namba 70 na ngapi huko. Ronaldo wakati yuko Manchester alikuwa anavaa jezi ya kwanza ni namba 17. Baadaye ndo akapewa jezi namba 7, Cristiano Ronaldo. Kuna mchezaji anaitwa nani wa Ureno alikuwa anavaa jezi namba 17. Kuna mchezaji anaitwa nani hivi mweusi hivi mfupi wa Chelsea alikuwa anavaa jezi namba 33. Kina Essien alikuwa anavaa jezi namba 18. Mpira anajua tangu zamani, nilikuwa najua zamani. Sasa jezi unaweza kutaka wewe hata namba 102 ukataka uwekewe hiyo kwa unavaa jezi namba 102 mgongoni. Lakini hakuna mchezaji mpira ambaye anavaa jezi namba 13 duniani, hayupo.
Kwa nini? Namba 13 ilianza kuonekana kama namba ya mkosi tangu kipindi hiki cha Wayahudi. Sasa nikupe homework. Muriera anasema nyumba yake ni namba 13. Muriera, unahitaji maombi. Hivi uko wapi? Muriera, uko wapi? Kwa hiyo kwenye kalenda za kichawi tarehe 13 iogope. Yaani kwenye ikifika tarehe 13 iogope. Ukisikia tu leo tarehe 13 okay, kiufupi ikifika tarehe 13 mwezi wa 12, hiyo tarehe ichunguze. Kwenye taifa duniani ichunguze. Kwa namba 13 kwa wachawi inatiki, yani wachawi wanatiki. Namba 13 kwa wachawi wanasema tunatiki. Kwa hiyo ukisikia 13 ujue wachawi kule wanatiki kwamba hapa tutampata. Sasa nisikilize mtu wa Mungu. Fikiria Hamani aliyekuwa anawachukia Wayahudi. Fikiria Hamani aliyekuwa hawapendi Wayahudi. Fikiria Hamani aliyekuwa na hasira na Wayahudi. Na ameshapewa vielelezo tangu Januari. Ameshapewa ruhusa tangu Januari. Lakini hawezi kuwaua eti mpaka Disemba tarehe 13. Kalenda ya kichawi inasoma Disemba. Maana yake ni kwamba wachawi hawafanyi ubaya siku yoyote. Maana yake ni kwamba wachawi hawafanyi ubaya siku yoyote. Wana kalenda yao. Wana siku yao. Ziko kalenda general kwa ajili ya watu wote. Lakini pia ziko kalenda inayokubali kwako peke yako. Kuna kalenda ambayo inakubali kwa mtu mmoja. Kuna siku inayokubali kwa mtu mmoja peke yake. Ama kwa kundi fulani la watu. Na ndio maana hata kama ndege na watu 2,000 ikapata shida ikadondoka chini. Ilivyo ndege ikidondoka chini kuna watu 300, watu 500. Kama kuna mwamba yuko mle, yeye siku hiyo kwenye kalenda siku yake haipo. Hiyo tarehe kwake haipo, imegoma kwake. Ndege itaanguka, watu wote mtakufa, mwamba atatoka tu amechubuka kidogo. Kwa nini? Yeye kwake sio siku ya kwenye kalenda ya kichawi. Yeye kwenye kundi hilo linagoma, kundi la watu. Sasa kalenda ya kichawi inaweza ikasoma kundi kubwa la watu. Ikasoma kabila, ikasoma taifa wa Tanzania, ikasoma Wasukuma, ikasoma watu wa kanda ya Ziwa, ikasoma Wapare, ikasoma Wachaga. Ama kalenda ya kichawi inaweza ikasoma watu wa ukoo wa fulani, ikasoma watu wa ukoo, ikaenda ikasoma Musa siku fulani, Musa peke yake. Kwa hiyo unaweza ukawa upo kwenye kalenda ya Wasukuma kupata na mabaya. Upo kwenye kalenda ya Wasukuma kuangushwa chini. Upo kwenye kalenda ya Wapare, kalenda ya Waha wa Kigoma kufanywa 1, 2, 3. Maana kuna wakati unaweza kashangaa mawaziri wa ukanda fulani wanatenguliwa tu, wanatenguliwa. Unawaza hivi kulikoni? Au rais ana ukabila? Hana ukabila.
Kalenda ya watu wa kanda hiyo inasoma hivyo, wadondoke chini. Mbona watu fulani wanakufa tu, watu wa aina fulani wanakufa? Kalenda ya kichawi na kiganga imekubali watu imesema hawa watu wa aina imetiki wapatwe na mabaya kwa majira hayo. Sasa kalenda ya kichawi inaweza ikakuweka kwenye grupu la watu wengi, wakati wachache, ama watu wawili watatu, ama watu wa familia moja. Kalenda yenu ikasoma tarehe fulani. Kwa kalenda ina operate from general to specific. Kalenda ya kichawi inaanza na kundi la watu wengi kwenda kwa mtu mmoja. Sasa fikiria, kuna kalenda ya Wasukuma kuharibikiwa, na wewe ni Msukuma. Fikiria kuna kalenda ya kichawi ya Wakuria kuharibikiwa. Kuna majira fulani ya watu fulani wanadondoka kisiasa, wanadondoka yani kama na wewe upo kwenye hilo kundi la watu wa aina fulani, kisiasa na wewe utaanguka. Kiutumishi utadondoka. Kibiashara utadondoka. Kitaaluma, kikeria utadondoka. Kuna watu wa aina fulani wanadondoka kwenye keria zao, wanaangushwa, wanapoteza kazi. Na wewe upo yani, na wewe tu yani ni ishu tu ya muda fulani tu. Sasa ni muhimu sana ukaelewa mambo haya. Ni muhimu sana ukafahamu, ukaelewa mambo haya, kwamba kuna siku inayokubali kiroho. Kuna kalenda ambayo inataka wewe urogwe. Kuna siku inaitwa siku ya uovu. Sasa Mungu alitupa silaha zote kwa mujibu wa Efeso 6:13. Alitupa silaha zote tuweze kushindana katika siku ya uovu. Mungu ametupa silaha kwa ajili ya kushindana siku ya uovu.